Na mimi nimeshtumiwa sana na viongozi katika Northern Kenya wakiongozwa na Aden Duale na magavana na MPs ya kwamba mimi sipendi wa Somali, ya kwamba mimi nachukia wa Somali, kwamba jamii yangu ya Mlima Kenya tuko na matatizo na wa Somali. Hiyo ni uongo mtupu. Ndugu yangu, vile ilifanyika ni kwamba Aden Duale ni kibaraka ya William Ruto, na William Ruto aliponitoa kwa ofisi, hata akijua ya kwamba watu wangu, jamii yangu ndio ilimpatia kura karibu milioni 4 kumfanya yeye kuwa rais, alifanya mpango vile ataunganisha Wakenya wote kupigana na kuangamiza jamii ya Mlima Kenya. Ile inaitwa 41 versus 1. Na mtu mmoja alipewa hiyo kazi, ni Aden Duale, afanye juu chini jamii ya Mlima Kenya ikosane na jamii ya Wasomali. Na ndio akaanza kunitubia makobora kusema mimi ni mkabila, mimi nachukia Wasomali, Wasomali na arigijia wesiki sana, Wakikuyu na Wasomali wako na matatizo. Ndio William Ruto afaulu kukosanisha jamii ya Mlima Kenya na watu ya Somali. Na leo ningetaka niambie jamii ya Wasomali, kama muko na rafiki katika Jamhuri ya Kenya, ni huyu Rigiji ako hapa anasimama. Mimi ni rafiki wa dhati wa ukweli wa jamii ya Wasomali, kwa sababu jamii yangu ya Mlima Kenya na Wasomali sisi ni kitu kimoja. Sisi ni wafanyabiashara, sisi ni watu ya kujitafutia, sisi ni watu ambaye tuko na bidii. Sisi watu ya Mlima Kenya na Wasomali tunafanya biashara pamoja, na katika uchumi wa Jamhuri ya Kenya, jamii ya Wasomali na watu ya Mlima Kenya tunachangia kiwango kikubwa sana kuendeleza uchumi wa Jamhuri ya Kenya. Na jamii ya Mlima Kenya na Wasomali hatuwezi wachana. Sisi ni kama chanda na pete. DNA ya Wasomali na DNA ya watu ya Mlima Kenya ni moja. Sisi ni watu ya bidii, sisi ni watu ya biashara, sisi ni watu ya kutafuta, na sisi ni watu ya kwenda kila pahali katika Jamhuri ya Kenya. Pale Karatina, bucheri zile zote zinatuzia nyama ni za Wasomali. Pale Nyeri town Wasomali ndio wenye kuvuma. Hii Thika wamejaa hapo. Pale Nakuru wao Wasomali wako kila pahali Kikuyuni. Tunafanya biashara pamoja. Hapa hii Eastleigh, siku tulikuwa na ile Garissa mall, tuko na hizo malls zimekuja. Ile biashara iko hapa Eastleigh ambayo inasimamiwa na Wasomali. Hizo maduka ambayo wamekomboa ni za watu ya Mlima Kenya, na wanaketi pamoja, wanaongea pamoja. Ile biashara iko hapa Eastleigh inashikiliwa na Wakikuyu. Wakikuyu ndio wachuuzi, wanaenda pale kwa Wasomali, wanabeba mali bila kulipa, bila kuandikania, wanaenda wanauza, wanachukua faida yao, jioni wanaenda wanalipa wafanyabiashara yao Wasomali. Hii Eastleigh bila Wasomali na Wakikuyu hakuna biashara iko hapo. Na sisi hatuwezi wachana, kwa sababu sasa hawa watu ya Mlima Kenya wakikosana na Wasomali wanatoa mali wapi ya kuenda kuuza? Hawa Wasomali wakisikiza Duale wakosana na watu ya Mlima Kenya, customer yao atatoka wapi? Uhusiano wetu na Wasomali ni maisha yetu na kesho yetu. Na mimi nikiwa kiongozi katika Mlima Kenya na kiongozi wa Kenya, sitakubali Aden Duale na vibaraka wake wakuje katikati yetu na Wasomali. Na mimi nikuambie ndugu yangu, ukitaka kujua sisi na Wasomali ni kitu kimoja, pale Nyanyuki iko constituency inaitwa Laikipia East. Pale 90% ni Wakikuyu. Iko Waturkana, iko Wamasai, iko Wasamburu, na iko Wasomali 1%. 1% only. Kijana naitwa Dedi mwaka 2017, Msomali, amepigiwa kura na Wakikuyu, amekuwa mbunge wa Laikipia East, aongoza Wakikuyu. Itakuwaje jamii inasemekana imechukia Wasomali inaweza chukua Msomali imchague aongoze hao? Hiyo ni upuzi na ni ujinga na ni mambo haiwezekani. Imekuwaje Wakikuyu pale wameshikana wamesema wewe Msomali tuongoze?
hapa Kamukunji, huyu mheshimiwa Hassan, Wasomali hapo ni 17%, Wakikuyu ni 50%. Hao Wakikuyu wamechagua mara 4 awaongoze. Itakuwaje useme ati hii Wakikuyu wanachukia Wasomali na Wakikuyu wenyewe wameshikana wamechagua Msomali awaongoze? Ukiona watu wanakubali jamii nyingine iwaongoze, ni kwa sababu ya urafiki na kuaminiana katika hizo jamii mbili. Na mimi ndio nasema nikiwa kiongozi pale Mlimani, nitafanya kila juhudi kuhakikisha ya kwamba uhusiano kati ya jamii ya Wasomali na jamii ya Mlima Kenya, hatutakubali Ruto aingilie kupitia Duale, kwa sababu Ruto ndio anatumia Duale, na Duale ndio mwenye kuleta uhasama na fitina na propaganda ya kwamba sisi tunachukia Wasomali. Kama tungekuwa tumechukia Wasomali, si tungekuwa na shida nao Karatina, tungekuwa na shida nao Nyanyuki, tungekuwa na hao shida Nakuru. Sisi na Wasomali ni kitu kimoja, na huyu Duale hawezi ongea kwa niaba ya jamii ya Wasomali. Yeye anasema ati ndio kingpin ya Wasomali. Ati kama yeye ameongea, Wasomali wameongea. Kama yeye amefurahi, Wasomali wamefurahi. Kama amekula, Wasomali wamekula. Kama ameshiba, Wasomali wameshiba. Sasa yeye anataka kuunganisha jamii ya Mlima Kenya na jamii ya Wasomali. Jamii mbili katika Kenya zimeishi kwa amani, zimefanya biashara pamoja, ya kwamba Wakikuyu wamechagua Msomali akuwe mjumbe wao. Hapa Thika kuna mzee alikuwa anaitwa Ali Kabati, amechaguliwa na watu ya Thika Wakikuyu mwaka 20 kuwa deputy mayor. Wakikuyu wanaenda wanasema huyu mzee hana dhuluma, anapenda haki, ni mtu ya maendeleo, hana ubaguzi, wanamchagua. Wewe Aden Duale utaingia katikati ya Wasomali na Wakikuyu na njia gani? Hatuwezi kubalia wewe. Na mimi naomba jamii ya Wasomali, tafadhali msiangukie hiyo propaganda ya uongo ati Rigathi Gachagua anachukia Wasomali. Rigathi Gachagua anachukia Wasomali namna gani na jamii yake ya Mlima Kenya anapenda Wasomali? Mimi mwenyewe Rigathi Gachagua anafanya biashara na Wasomali. Iko mzee mmoja anaitwa Abdurrahman Abdi, rafiki yangu, tumefanya naye biashara mwaka 30. Na wacha nikwambie ndugu yangu, mimi napenda Wasomali sana kwa sababu ni watu ya haki na ukweli kama mimi. Mimi ni mtu ya ukweli na ni mtu ya haki. Msomali mkikubaliana kitu, hakuna haja ya kuandikania. Mimi leo nikitaka shilingi milioni 3 nipigie Wasomali marafiki zangu hapa Nairobi, italetwa hapa asubuhi bila kuandikania, na mimi nitakuja nirudishe hiyo pesa. Mimi kama ningekuwa deputy president ya Msomali na tuliahidiana vile tutafanya kazi mwaka 10, ningekuwa ofisi mpaka wa leo. Huyu Ruto mtu hawezi aminika kama ingekuwa ni Msomali, hata bila jamii ya heshima, ni jamii ya haki, ni jamii ambayo haitaki dhuluma. Na kwa hivyo mimi ningetaka leo nikiongea na jamii ya Wasomali niwaambie Rigiji ni rafiki wenu, jamii ya Mlima inawapenda, nyinyi ni our business partners na hatuwezi wachana. That is our relationship. Juzi tulipokuwa tunaongea mambo ya cousins, nikaenda Ukambani nikasema nyinyi ni our cousins. Nikaenda Mijikenda our cousin, Kisii our cousins, Baluya our cousins, Wamasai ni shemeji yetu. Wasomali marafiki yangu wakanipigia wakasema, wewe Rigiji, nimesikia sasa uko na cousins, uko na mashemeji. Sisi Wasomali ni akina nani kwako na kwa jamii yenu? Nikasema you are business partners. Sisi na Wasomali we are one, and nobody can come between us, and we cannot allow Aden Duale akitumiwa na William Ruto kulete uhasama kati ya jamii ya Wasomali na jamii ya Mlima Kenya, because Ruto akiondoka na ataondoka, sisi tutabaki tunaendelea na biashara. Hakuna biashara Wasomali wanapiga na Ruto na watu yake, biashara wanafanya na watu ya Mlima. When Ruto is gone, na ataenda, akishaondoka na ataondoka, tutabaki na nyinyi tukifanya biashara. Mkikubali Ruto atumie Duale alete shida katikati yenu, akiondoka tutabaki namna gani? Hatuwezi kubali. Na mimi naomba jamii ya Wasomali, kwa timba kali za Afrika, DAB Radio ndio mpango mzima.